Siku ya leo niko na mgeni wangu ambaye atajitambulisha, lakini ni kiongozi wa VHT Dancers ambaye kundi hili ni maarufu sana Afrika Mashariki na Kati kwa shughuli zake ambazo wanazifanya hasa makao makuu yapo katika jiji la Mwanza. Huyu atajitambulisha. Bwana, mambo ni aje sasa? Fresh kabisa. Karibu sana studioni kwetu, na leo tuna vitu ambavyo tunataka kuvipata kutoka kwako. Karibu sana. Mimi kwa majina naitwa Official Fitness Mnyama, CEO Victoria Soft Talent Dancers kama ulivyoelezea East Africa, lakini makao makuu ni Rock City Mwanza pamoja na tawi lingine kwa Arusha. Yeah. Bana, kwa hapa Mwanza tukitaka kuwapata tunafanyaje ili tuweze kuwapata? Ukitaka kuipata Victoria Soft Talent unaingia TikTok unaandika VHT Dancers, Instagram pia unaandika VHT OG. Umeelewa? Victoria Soft Talent OG kwa upande wa Instagram. Facebook hivyo VHT. Hivi ilikuwaje mkaanzisha hilo kundi? Ilikuwaje? Yaani ni nini ambacho kilikuijia akilini mpaka ukaamua kuanzisha hilo kundi? Au bila shaka wewe ni muasisi wa hilo kundi? Kama yupo mwingine pia utatuambia ilikuwaje ukaanzisha hilo kundi, na baadaye utatuambia madhumuni au lengo kubwa la kuanzisha hicho kundi ni nini? Okay. Victoria Soft Talent VHT ni nafikiri waasisi wa dance katika upande wa jiji la Mwanza. Na imeanza ni muda mwingi kuanzia 2008. Victoria ndio imezalishwa 2008 na ilikuwa na wadau wasiopungua zaidi ya 100. Na mwanzilishi wa kundi siwezi kusema mimi nimeanzisha kundi. Nafikiri ukiangalia jina limebeba Victoria Soft Talent, maana yake ni kanda ya Ziwa. Kwa hiyo ulikuwa ni mkusanyiko wa dancers wenye vipaji katika kanda ya Ziwa nzima, tukaungana pale na basi crew ikaanzia hapo, lakini alikuwa msimamizi mwingine kama mlezi alikuwa anaitwa Yahaya, ambaye pia ni diwani kupitia chama cha Kafu zamani Nela hapo. Lakini sisi kabisa ambao waanzilishi nafikiri ni sisi ambao pia ilifanyika audition ya kutafuta watu wenye vipaji. Baada hapo tukapatikana, tulikuwa ni watu wengi. Watu walikuwa zaidi ya 300 nafikiria. Na auditions ilifanyika kama mara 3 hivi. Kwa siku 3 nasemea. Ilikuwa ni mchana na jioni, ndani ya siku 3 kuwapata dancers ambao wanaweza kufika 100. Na kweli tukapatikana 100, ndo shughuli kaanzia hapo ikiwa chini ya Jackie Masamaki. Alikuwa anamiliki The Stone hapo. Okay. Hapo tumeanza vizuri. Kuna wale miongoni mwa mlioanzisha hadi leo bado wapo au umebaki mwenyewe? Nafikiria mpaka sasa hivi unaponifanyia interview hii, wasisi ambao wamebaki katika Victoria Soft Talent ni mimi mwenyewe Mnyama. Japo tulikuwa watu 12 ambao ile kabisa kikimkazi watu 12. Kwenye 12 wengi walisalenda kwenye 2011. Baada ya show ya mwisho ya Serengeti Fiesta tunampokea Shagi. Nafikia Klaus wamleta Shagi Mwanza hapa Stem Kirumba. Nafikia watu wakaanza kusambaa pale. Jukumu likabaki mikononi mwangu, nikachukua vijana wengine nikawatengeneza, tukaanzia safari nyingine ya Victoria House of Talent nyingine mpya yenye new generation kama hii unavyoiona. Sasa hapo umekuja na nakumbuka katika ile fiesta pale uwanjani Stem Kirumba, inasemekana sababu kubwa ya baadhi ya wanachama wa VHT kuondoka ni maslahi. Kuna mpunga mlipewa, baadhi ya watu mkaumega mkawakata wengine. Ndizo habari ambazo zilienea kwa wakati ule. Issue ilikuwa ni kwamba sisi tulikuwa tumechukuliwa na Ruge Mtaba marehemu, Mungu amrehemu na mweke mahali pema peponi. Tunasema hivyo, si ndio? Ruge alikuwa ni mpambanaji mkubwa. Ukiona hii kwa nini VHT afu ni THT? Yaani in short kuna usiri mkubwa kati ya Victoria Soft Talent na Tanzania House of Talent. Maana yake sisi ilikuwa ni tawi la THT katika upande wa kanda ya Ziwa. Na ndio maana baadhi ya wasanii walikuwa wakija kutoka Dar es Salaam kama kipindi kile kina Mwasiti kina nani, dancers ambao kwa wanapanda naye stage ni sisi ambao tunatokea VHT. Na kuna baadhi ya sisi ambao tulitoka pia tukaenda THT kuendeleza na mafunzo na nini. Hasa tukija kwenye issue ambayo swali umeniuliza,
kwamba kundi lilisambaa baada ya mtonyo. Tulito tupande stejini na Sumali. Kipindi ametoa kunaga ile. Nafikiria makubaliano ilikuwa ni danso kuanzia 10, ilikuwa inatoka milioni 1 na 200,000 kitu kama kile pale. Lakini si baada ya kufanya ile kazi tukaambiwa kwamba hii ilikuwa ni show love. Kwamba hapa mmepanda kujitangaza ni show love. Wakati kipindi cha nyuma tayari tumeshafanya kazi na THT, tulishafanya battle na THT ambayo ilikuwa mkesho wa mwaka mpya, tulifunga posta mjini hapo zamani ile. Kwa maana tulikuwa tumeshatambulika na mpaka tunafanya hizo challenge na battle na THT. Wasanii wako wameshatutambua. Sasa wengine wenye moyo mwepesi baada ya kuona tukio kama lile pale tunaambiwa ni show love na nini, afu na watu wamejaa, fiesta ya watu wamejaza kama vile ulivyokuepo na ulivyoona, basi watu wakaanza kujimegua taratibu kwa sababu mimi nilikuwa na ndoto ya kuendelea na ndoto ya kuwa mtu mkubwa zaidi wa Tanzania nifahamu. Ikabidi mimi nikomae ni kazi na mwanangu Keifani, kama unamkumbuka mwanangu Keifani, na mwanangu Fishi, nafikiria na Shebilaino na Shebimodo ndio tuliobaki kwenye kundi. Lakini mwisho wa siku wenyewe kuweza kukaa kwa muda mwingi ndani ya mwaka mmoja, watu wakasambaa, nikabaki mnyama kama mnyama mpaka leo. Sasa bwana Mnyama, katika crew yenu wapo vijana wa kike na vijana wa kiume. Tuzungumzie sasa hasa kwa changamoto zipi unazozipata unapokuwa umekusanya vijana wa kike. Bila shaka unawafundisha kucheza mpaka wanakuwa wanaweza kujitegemea. Changamoto zipi ambazo waga unazipitia katika VHT yako wakati unawafundisha mpaka pale wanaondoka, unakuta unapitia changamoto zipi? Cha kwanza changamoto ni tuseme financial hizi. Masuala ya fedha. Ukiwa unaongoza watoto wa kike lazima ujikamilishe wewe kwanza katika masuala ya kipato, sababu kuna mahitaji mengi ambao wanataka. Sababu kama ukiwa una hela manake unaweza, kama ukiwa una hela na hujapata show nyingi za kila wiki, ni ngumu kwa manage wale watu wa kike, watasambaa. Lakini ukiwa na kipato, umepata show au umekosa show, lakini kipato kinasoma, manake utaendeleza ile kambi kwa vitu mbalimbali kama nini, kama malazi, wanaumwa, chakula, umeelewa, safari na mambo mengine madogo ya kusaidia familia. Lakini changamoto nyingine ambayo naweza kaielezea kwa ukubwa ni uvumilivu. Yaani madansa wanakuwa wengi wana uvumilivu. Unakuta umemfundisha akiwa mdogo mpaka amekuwa mkubwa, watu wamemjua, ametumika kwenye video baadhi za wasanii, mwisho wa siku anakusaliti. Umeona, anaondoka kwenye crew, unakuta umetumia muda wako mwingi, umewekeza nguvu nyingi na fedha nyingi, ila mwisho wa siku upati faida yoyote kwa kitu ambacho ulikitarajia mbeleni, mshikamane wote mfaidike mkiwa watu wawili, unakosa. Kitu kingine labda ni makazi. Makazi pia yanakuwa yanasumbua. Kwa mfano mkiwa kwenye kambi kama hivi maskani, unakuta majirani wanaweza kuwachukulia nyinyi ni wauni, kwa nini maishi vile mkiwa wengi kwenye mji mmoja, almost la nyumba ina vyumba 5. Alafu wanapokuwa naona zile population ya watu, sio wengine wanakaa pale ile kuja kambini tukusalimia na nini, kuchukua ratiba na hapa na pale, unakuta basi tunakuwa tunahamishwa kimakazi kulingana na ule mkusanyiko mwingi wa watu. Umeelewa vizuri? Unakuta hata kama unataka nyumba kupanga, unaweza usimalize ile miezi mingapi ambao umelipia 6 au 4, uko umeambiwa tena uhame. Kwa pia makazi pia inakuwa ni changamoto kama kuendesha kundi ambalo lina watu wengi. Kingine ni management. Ukiwa na crew kama ile ya watu wa kike, mix wa kiume, changamoto ambayo pia kubwa inawasumbua watu wengi, wanashindwa kuwa na kuendeleza crew au kuendeleza vipaji ambavyo wanakuwa wamevikusanya, kukosa support ya nyuma ya kuendeleza lile jambo. Kwa mfano ingekuwa na support kubwa nyuma ambayo pia yenyewe natazama masoko, afu mimi nimewekeza akili yangu kwenye kuwafundisha, afu nyuma kuna watu wanatafutia masoko, nafikiri crew ingekuwa ni kubwa zaidi Mwanza na ingetisha, sababu nyuma kuna backup ambao wananisaidia mimi kufanyaje kuendeleza na kusukuma. Ndio. Okay, sasa umesema miongoni mwa changamoto zako ni kwamba kuna watu ambao unawapokea wajui kucheza, mpaka wanajua kucheza wanakujikuta ni wakubwa sana, wanashoot kwenye video za wasanii wakubwa, baadaye wanaondoka. Sasa
hicho kitu hauoni kwamba kuna haja uwe na hati miliki? Maana yake ni kwamba kuna haja ya wewe uweze kuwasainisha mikataba, hata kwamba akienda yule ionekane bado ni mali yako. Kwa akishiriki hata kule, wewe unatakiwa uwe unapata pasenti au unajulishwa. Hujaona kwamba kuna haja kuwa na mikataba? VHT mwe na mikataba yenu ambayo itawasaidia hata kwa baadaye, maana binadamu ana tabia hiyo siku zote. Kuliko kuizi purukushani, unakuwa unaumia. Najua kuna wakati na kuvunjisha moyo, unaumia sana kwamba huyu bado nilikuwa namhitaji kwenye crew, yeye ndo anaondoka. Huoni kwamba kuna haja hiyo? Labda mwe na mwanasheria wa kampuni au wewe na nini, au wewe hilo unalionaje? Yeah, of course nafikiri yametokea nyuma tukajifunza, nikatafuta management nyingine mpya, nikatafuta manager wangu, nafikiri baadaye naye utamuoji. Tumeshatengeneza mikataba baadhi ya dancers ambao tumewasign sasa hivi kwamba ndani katika kila mwaka tunarenew ule mkataba wake. Katika kila mwezi anatakiwa aingie kazini, kwenye wiki ingie mara ngapi, umeelewa? Ya maana sikae tu kama zamani kwamba tunasubiria. Manake ukishawasign hao lazima utafute sehemu ambao wanatakiwa waperform ili waingize kipato na mimi niingize kipato. Ili mkataba ufanyaje? Mkataba uwe hai mzuri. Umeona, imeshatokea hivyo, tumesheka misingi. Na fikiri kwa sasa hivi hawa VHT Revolution hii hawa niseme VHT ambao tumewasaini hawa wapya wana mikataba, lakini kwa wale ambao waliokuepo wale waasisi, nafikiri tulikuwa tunaishi ile kama sisi tulipolelewa nyuma kwamba bana ni crew moja, tunaishi sehemu moja. Japokuwa mimi nilikuwa nacheza party kubwa sana, nilikuwa nacheza party kuanzia makazi, chakula, nauli, hata nguo. Nilikuwa nafanya hivyo kwa kuangalia jinsia zote, ya kike na wa kiume. Nikijua kwamba nikiwa nafanya hivi mbeleni huko nitapopata sponsor kubwa au management kubwa, maana yake tutaingia kwenye nini, makubaliano maandishi. Lakini kabla haijafikia hiyo hatua kubwa zaidi, wakawa wameshaanza kufanyaje, kuchukuliwa na baadhi ya makampuni na baadhi ya matajiri kwenye Victoria Soft Talent dancer wengi. Ukiangalia katika makumbi mengi ya starehe Mwanza, hakuna dancer ambaye hayupo VHT, wala hakuna dancer ambaye hajatoka VHT. Hizo kumbi zote ambazo unaziona ni kubwa za Mwanza ambazo zinatisha. Mnielewa vizuri? Ukanda huo Ilemela kwenda huko na ukanda wa Nyamagana, kuanzia Kaski kuna VHT. Ukija Climax wako dancer VHT. Ukija Tunza ipo familia Victoria Soft Talent. Ukija Malaika ipo familia Victoria Soft Talent. Ukija Bundesliga ipo familia Victoria Soft Talent. Ukija The Giant pale ipo familia Victoria Soft Talent. Yaani hiyo kwa katika Mwanza mjini hapa. Lakini nje sasa huko ni wengi. Yaani Victoria Soft Talent ni dancers ni wengi ambao tukikusanyikana sidhani. Ila kulingana na matakwa na kila mtu ameajiriwa sehemu, ndivyo ninavyoona hivi. Kwa hivyo VHT bado ipo, imesimama na haijafa, na watu wanapiga kazi. Sawa, lakini tunaelekea mwisho. Nizungumze kitu kimoja kwamba nimemsikia juzi bwana mbunge wa jimbo la Ilemela Mheshimiwa Kafiti anasema vijana ambao wana vikundi vyao vilivyokwisha kusajiliwa anawakaribisha jimboni kwake kwa ajili ya mfuko wa jimbo kwa lengo la kuwasaidia ushauri na mitaji. Hilo nyie kwenu hamjachukua kama ni fursa? Mimi nafikiria kabla hata yeye hajaingia katika awamu hii kuongoza Ilemela kama mbunge, ndugu Kafiti alikuwepo mama Angelina. Tumeshapambana, tulishasajili kikundi, tulishasajili jina, tulishafungua akaunti. Sisi hapa tulikuwa tunasubiria ni nini, ni namna gani kupata ile fedha. Japo mpaka sasa hivi hatujaipata ile fedha asilimia zile ambazo 10% za serikali ambazo zimegawanyika zile hatujazipata kama vijana. Nafikiria ukifika wakati, sababu tunaendelea kupambana, tunaweza tukafaulu tukapata. Lakini ile ya juzi kutangaza kuhusu semina yake na utoaji wa pikipiki tulishiriki pia, sababu lazima tupambane, lazima tuwe karibu na serikali, sababu ukiwa ni msanii afu uko karibu na serikali pia kuna wigo fulani unapanuka na kuna channel nyingine unazipata tofauti na ile ya sanaa. Mwisho wa siku na make mawe na unaeleza maisha mengine. Labda una maneno gani ya mwisho ambao unaweza ukawaambia mashabiki wa VHT
wadau wa sanaa mkoa wa Mwanza au na Tanzania kwa ujumla, viongozi wa kiserikali, una yapi ambayo unaweza ukawaambia kwamba kuhusiana na VHT na nini ambacho unatarajia wao waweze kufanya kwa ujumla? Mimi nafikiria tukianza kwenye upande wa viongozi wa kiserikali kuhusu kuisaidia Victoria House of Talent, hata kama sio VHT, kusaidia vikundi vya dance au vya sanaa vya burudani. Mimi nafikiria kwanza wavitembelee, katika waangalie waongee na watendaji wa kata, kwa sababu wanafahamu vikundi vingi ambavyo vinafanya kazi kwenye mitaa. Wavitembelee, wavishauri, lakini sio kuvishauri tu, wawekeze nguvu. Katika kuwekeza nguvu maana yake wape connection za hizo kazi ambazo wanazofanya, lakini vile vile watie mafungu ili vijana wajikuta wanafaidika na ile kazi ambayo wanafanyaje wanaifanya, ili tusikae tukazugaa mtaani na nini. Mwisho wa siku wengi wanaishia kwenye madawa, wanaishia kwenye ulevi wa kupindukia, simeelewa. Na sanaa zinakufa sababu serikali imewatelekeza, nitumie lugha. Lakini nikija katika upande wa VHT inasema nini katika mashabiki wake, Victoria House of Talent bado ipo nginja, iko imara, imesimama. Ndio maana watu wamegawanyika wanafanya kazi, na VHT haiwezi kufa, never die. Ukiangalia imeanza 2004 lakini leo 2026 kuna watu wamepita Victoria House of Talent, wasanii wakubwa ambao unajua wametikisa Mwanza wamepita, lakini leo VHT na new generation inafanya kazi, na tumesign tena watoto wengine wapya ambao tunaenda kuwatengeneza taratibu. Soon tutafanya uzinduzi wa Victoria House of Talent Revolution, umeelewa, na watu wataiona VHT nyingine mpya zaidi ya ile ambayo imepita. Na sababu inafanya kazi nyingi, VHT watu wanaigiza mule, tuna movie tumecheza, watu kuna ngoma. Hiki kizazi ambacho kinachokuja cha VHT, kuna watu wanaimba mule, kuna watu wanaigiza mule, kuna watu ni stand up comedy, kuna waandishi wa habari mule, kuna ma DJ na pia kuna ma hyper. Kwa hiyo tuko full package. Yes. Basi sawa, unaweza ukawakumbusha kwamba mnapatikana kwa social media zipi ambazo ni maarufu ambazo mnazitumia? Ingia YouTube, andika Victoria House of Talent, utaona kuna kazi ambazo tumeziachia mule. Ukija kwenye upande wa Instagram andika Victoria House of Talent au VHT OG, tupo pale. TikTok hivyo VHT, na Facebook pia Victoria House of Talent VHT. Ukitusearch hapo unatuona, na tunaendelea kupiga dusko kama kawa. Dancers zote ambao najikubali, unatamani kufikisha maono yako katika sanaa ya juu, karibu Victoria House of Talent. Ukiangalia TikTok kuna namba zetu pale, unaweza ukacomment, unaweza ukachukua namba ukasiana CEO wa Victoria House of Talent